umepokea taarifa gani? Hiyo taarifa imekufanya ujione vipi? Na hiyo taarifa haijaja kwa bahati mbaya. Hiyo taarifa imefarakana na neno la Mungu, na anayeweza kufarakanisha na neno la Mungu ni Shetani, adui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana nyingine, kila kinachofarakana na neno la Mungu, kinachokufanya ujione tofauti na neno la Mungu na ahadi za Mungu na baraka za Mungu na ushindi uliopewa ndani ya ukombozi wa Kristo Yesu, basi hilo neno ina maana linalokuona wewe uko ndani umeshindwa. Ni neno linalotangaza kwamba yuko adui anayefanya vita dhidi yako, naye kupitia hivyo amedhihirisha kwamba anakushinda. Mpaka pale Mtume Paulo anasema utakapoanza kuangusha yale mawazo na kuteka nyara zile fikra, ili ziweze kuitii lile neno la Mungu linalotangaza baraka juu ya maisha yako, linalotangaza kuinuliwa juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana nyingine, tuko katika ulimwengu wa mwili. Sisi ni viumbe ambao tuko mara mbili. Ni viumbe tunaoishi kwenye ulimwengu wa mwili, ni viumbe pia tunaoishi katika ulimwengu wa roho. Ni viumbe ambao tunapokea mambo ya rohoni kupitia mawazo na fikra. Nilikwambia toka mwanzo, hizo ni sauti. Unaweza ukajiona uwezi, unaweza ukajiona umeshindwa, unajiona uwezi kupitia nini? Unajiona kupitia mawazo, unajiona kupitia fikra. Maana yake ni nini? Maana yake ndivyo ulivyo kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo hicho kinakuwa ni kifungo la pamoja. Mpaka ubadilike jinsi unavyojiona, ndivyo utakavyoanza kuona nguvu ya kushinda ile. Ukisoma Hesabu 14 mstari wa kwanza, mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamulikia Musa na Haruni, mkutano wote wakaambia, ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke na upanga? Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, afadhali turudi Misri? Wakaambiana, na tumweke mtu mmoja awe akida, tukarudi Misri. Sikiliza, walisikia taarifa, zile taarifa zikawafanya wajisikie na wao ya kwamba ni mapanzi, hawezi kupigana, mioyo ikayeyuka, hawana nguvu tena. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye wakaenda hatua ya pili, wakaanza kulia, wanamuona Mungu kama na Musa na Haruni wote wametuleta. Wakaanza kusema mara 10 tungekufa huko Misri, au hata jangwani tungemalizika. Baadaye wakachukua hatua nyingine kubwa zaidi, wakasema sasa na tumweke akida, turudi Misri. Ukisoma maandiko yanasema kwa mioyo yao wakarejea Misri. Bwana Yesu asifiwe. Naomba utafute neno hilo, kwa mioyo yao wakarejea Misri. Maana yake ni nini? Kuna watu hapa kwa mioyo yao wamerejea kwenye vifungo vya ukoo. Kuna watu hapa kwa mioyo yao wamerejea kwenye laana za ukoo. Kuna watu hapa kwa mioyo yao hawatakuja kufanikiwa, kwa sababu wamejiweka kwenye magereza za kutokufanikiwa. Vile unavyojiona nafsini mwako
usiposhughulika navyo ndivyo ulivyo. Vinaanza kwanza kwenye nafsi kujitambulisha, alafu ukaendelea, vinakomaa, vinaanza kujidhihirisha katika mwili. Kwa mioyo yao wakarejea Misri. Mioyo ni nini? Moyo sio unalipa kimbilia masus, ndio hapa anazungumza ndani ya nafsi. Jina lingine la nafsi kwenye Biblia inaitwa moyo. Kwa hiyo nafsi zao zikarejea Misri. Kwa maana nyingine, nataka nikueleze kitu ambacho kielewi. Havikuja kwa bahati mbaya. Niwe kuambia, sijui kwa kwenye ibada au kwenye mkesha, nataka nikuambie kwamba hawa watu walikuwa wanaenda kupigana na mataifa saba hivi. Nguvu ya mataifa haya saba yalikuwepo pia katika teknolojia ya vita na silaha na uwezo wa maisha, lakini juu ya miungu yao. Kwa sababu ukisoma Biblia, mataifa ya zamani kwenye vita yanaingia miungu yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yanaingia miungu yao. Wafilisti walikuwa na miungu yao wanaita Ekron, wanaingia. Bwana Yesu asifiwe. Wanaingia miungu. Kwa hiyo ile haikuwa tu vita, na ndio maana waliambiwa kukifika katika nchi ile, anzeni kubomoa madhabahu. Unafikiri Mungu kwa nini aliwaambiwa kubomoa madhabahu? Kwa nini Mungu aliwaambiwa teketeze mashira yote, na mahali pao walipokuwa wakiarudia pateketezeni, na majina ya mahali pale yafutilie mbali? Kwa nini? Alikuwa anajua Mungu ya kwamba iko vita juu ya madhabahu na miungu yao itakapambana nao kama utaacha. Lakini hao watu wameingia, wamerudi na ujumbe gani mbaya? Ule ujumbe umerusha moyo, hawezi tena kupigana. Hivi nafikiri kwa bahati mbaya? Hapana, haikuwa bahati mbaya. Inasema tutafakari kwamba hii ilikuwa ni vita katika ulimwengu wa roho, ambayo wale wajumbe 10 walikuwa wamekamatwa. Jinsi walivyoiona nafsini mwao ni kwamba walikamatwa, lakini Kalebu pamoja na Yoshua hawa walikuwa hawajakamatwa. Bwana Yesu asifiwe. Katika ulimwengu wa roho walikuwa wameshinda ile vita ya wale miungu waliokwenda nchi yao kuipeleleza. Kuna baadhi ya Wakristo wasipobadilika jinsi wanavyoiona nafsini mwao, hawatakuja kuziona ahadi za Mungu zikifanikiwa na kutimika kwenye maisha yao, kwa sababu kwa mioyo yako umerejea kwenye madhabahu za baba yako, na umeipa madhabahu ya baba yako na mama yako na ya ukoo ili nguvu, kwa sababu unasema hii itakuwa madhabahu kuchukua. Lakini anasemaje? Kwa damu ya kuchinjwa kwake Kristo Yesu ametukomboa kutoka kwa jamaa zetu. Jamaa zetu ni koo zetu, familia zetu, mamikataba yote, kabila zetu. Lakini wewe usipoanza hivi, unarejea kwenye madhabahu, unarejea kwenye vifungo vya ukoo, unarejea kwenye laana. Unapoanza kama vile neno la Bwana, ina maana umefika mpaka ukitaka kujua madhabahu tena hazimeshindwa ni pale utakapojiona wewe haupo. Unajua mimi sijionagi kwenye madhabahu ya familia wala ukoo. Mimi sijioni. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mimi sioni, kwa sababu sioni wanachonidai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Yesu Kristo amesema amekwisha kulipia. Kwa nini niendelee kujiona kwamba sina nafasi kwenye kila hatua ya maisha? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inanishangaza sana. Ukisoma Biblia itakwambia ya kwamba haikuwa vita ya kawaida. Wale wajumbe 10 na wale wajumbe 2 wameongea lugha 2 tofauti, kwa sababu wale wajumbe 10 katika ulimwengu wa roho wamejiona nafsini mwao kama mapanzi,
na hivyo ndivyo walivyojiona na walivyoona, wakaona wale watu ni makubwa. Tena ukiwaambia sema injili inawala watu walio ndani yake, hivyo ndivyo walivyojiona, lakini haikutokea kwa bahati mbaya. Ile ni vita vya rohoni. Huyu mwingine Kalebu na Yoshua wanajiona wao, hapana shaka, bila shaka tutashinda, Bwana atatufurahia, akitufurahia Bwana atatuingiza. Unajua Bwana anakufurahia wakati gani? Bwana anakufurahia pale unapolisadiki neno lake, unapokuwa hauna mashaka juu ya kazi ya msalaba kwenye maisha ya wewe uliokoka. Pale ndipo Bwana anapokufurahia, na pale ndipo Bwana anapoanza kudhihirisha kazi ya msalaba katika maisha yako ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kuona Kalebu anasema hayo maneno ya kwamba kama Bwana akitufurahia atatuingiza katika nchi, akasema ya kwamba tusimwasi Bwana. Ujifikiri wewe uko tofauti na neno la Mungu, ni kumwasi Bwana, ni kufarakana na Bwana. Maana yeyote anayefarakana na neno la Bwana amefarakana na Bwana mwenye hiyo neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi hawezi kusema wote tokeni hapa mwende nje. Bwana Yesu asifiwe. Halafu wewe ukasema hatuwezi kwenda nje. Kitendo cha kutoikubali na kuitii neno la kiongozi, neno la kiongozi, umefarakana na huyo kiongozi tayari. Bwana Yesu asifiwe. Sio neno nzuri. Kwa hiyo kitendo cha kutoliamini, kutolitii na kujiona tofauti na neno la Bwana na msimamo wako ulivyo, ni tayari umekwisha farakana na huyo Bwana aliyesema hilo neno. Maana wengine tayari wamerudi kwenye madhabahu za baba yao. Yes. Wengine wameshauri kwenye madhabahu za ukoo, kwa maana kwa mioyo yao wamerudi Misri, kwa mioyo yao wamerudi magerezani, kwa mioyo yao wamerudi mashimoni kufungwa. Unatakiwa kwa mioyo yako uanze kuangusha kila mawazo na kutenga kila nyara, fikra zote zipate kulitii neno la Kristo.